Mheshimiwa Rais, linafuata sasa onyesho ya baadhi ya zana za kivita ambazo tunazitumia katika ulinzi wa taifa, na kwa mengi zaidi nitampisha Meja Alex Hinga aweze kuendelea. Shukran sana. Mheshimiwa Rais, mabibi na mabwana, baada ya matembezi ya gwaride hilo, yanaanza sasa maonyesho ya zana za vita wanazozitumia wanajeshi kufanikisha operesheni tofauti. Yanayotangulia hivi sasa ni brigade za majeshi yetu ya nchi kavu almaarufu the infantry. Wanatangulia hapa na magari aina ya deraya, ukipenda armored personnel carriers. Haya ni magari ambayo yametengenezwa kwa vyuma maalum ili kuzuia risasi, vilipuzi au mabomu, na vile vile huwezesha wanajeshi wetu kufika kwa haraka wanakoenda vitani, huku wakipigana na bunduki ambazo zimeangikwa bavuni ama paani mwa magari haya. Nyuma ya magari haya kuna magari maalum ya kubebea mizinga inayojulikana kama 81mm mortars, ambayo inawezesha wanajeshi wa infantry kupigana wakitumia mabomu kukabiliana na adui. Azma ya askari wa infantry ni kumshinda adui huku wakitumia mbinu mahususi za luteva au maneva, kwa kimombo manuva, na wanajeshi hawa wako na uwezo wa kupigana usiku na mchana, mahali popote, kwa hali zote, na pia kwa hali zote za anga wakitumia vifaa hivi. Wanafuatiwa na vikosi vya operesheni spesheli, the Army Special Operations Battalion, the Army Special Operations Brigade, na pia wako na Special Forces. Wao vile vile wako na magari aina ya deraya ambayo huwezesha kupigana pande zote mduara wakitumia machine gun ambayo iko kwenye magari haya. Wanayo pia magari speciali aina ya Spartan, pia ni deraya ambayo inatumika katika kukabiliana na magaidi, anti-terror operations. Wanajeshi hawa wamepata mafunzo maalum ya kuwezesha kupigana vitani, hewani na pia baharini. Vinavyofuata sasa, Mheshimiwa Rais, ni vikosi vya vifaru, the Armored Brigade. Wako na vifaru za operesheni za upelelezi, ukipenda armored reconnaissance, ambazo huwezesha kupata habari muhimu ili kufanikisha mapigano. Kwa karibu zimefuatiwa na vifaru vikuu, the main battle tank, ambayo kimsingi hutumiwa kuangamiza vifaru vya adui na pia kuwakinga askari wa miguu dhidi ya risasi na mabomu vita vinapoendelea. Wana vifaru husema vifaru viko na shock action, kumpa adui mshtuko na kumlazimu kusalimu amri, kauli mbiu yao ikiwa together we punch.
wanafuatiwa na vikosi vya wanamizinga, the artillery brigade, ambao wamejipanga kwenye umbo la chembe cha mshale, arrowhead formation. Wako na mizinga ya 105mm field artillery gun, pia wanatuletea mizinga yenye mitutupacha, the twin cannon mount, ambayo inatumika kukabiliana na ndege za adui. Inayopita hivi sasa the 105mm artillery gun. Inafuata the double barreled twin cannon mount. Na nyuma yake wanamzinga mzito unaojulikana kama 155 self-propelled, self-loading 8x8 artillery gun. La msingi kuhusu wanamizinga ni kwamba wanapigana na adui kwa makombora mazito mazito ili kuwezesha wanajeshi wengine kukabiliana na adui. The artillery brigade, ukipenda the gunners. Napita mzinga wa 155. Wako pale na gari lao la ukombozi iwapo hitilafu yote itatokea na ule mzinga. Wanaofuata Mheshimiwa Rais ni kikosi cha mawasiliano, the Kenya Army Corps of Signals, ukipenda the Communication Warriors. Mawasiliano, Mheshimiwa Rais, ni nguzo muhimu kufanikisha vita, na wana mawasiliano wanahakikisha kwamba makamanda wa vita wanawasiliana kwa nyenzo zilizo salama dhidi ya upekuzi wa adui na hivyo kufanikisha operesheni. Vifaa ambao vimeangikwa juu ya magari haya ni vifaa vya satellite ambavyo vinawezesha wanajeshi wetu kuwasiliana popote walipo duniani, na mashine ambayo inapita inajulikana kama the Tactical Mobile Communication Center, TMCC. Wanafuatia sasa vikosi vya wahandisi wa kijeshi, the Engineers Brigade. Wanavyo vifaa vya kuweza kuunda njia nyikani na misituni ili kuwawezesha wanajeshi wetu kupita. Pia huwajengea madaraja. Tunaliona hapa daraja moja lililojulikana kama the Medium Girder Bridge, ambalo huwezesha wanajeshi wetu kuvuka mito. Wahandisi wa kijeshi, the engineers, pia hutatiza mwendo wa adui kwa kutega vizuizi. Wao pia huwaundia wanajeshi wetu mahandaki ya kujikinga dhidi ya mashambulizi ya adui, na pia wasaidia
wananchi kwa kuwaundia vitu kama mabwawa, kuwachimbia maji, visima, na pia husika kikamilifu katika kuokoa maisha patokeapo majanga. Wakiwa kwenye vita, wanafanya the combat role, kazi ya kijeshi. Wakiwa nyumbani wakati ya utulivu ama peace time, then wanafanya ile wanasema kwa kimombo civil military cooperation, kusaidia katika ujenzi wa taifa na pia kuwasaidia wananchi wetu wanapopata majanga. Ikipita gari spesheli ya kuchimbia maji inayotumika na wahandisi hawa katika kuchimbia wanajeshi maji na pia wananchi mahali kwenye sehemu kavu. Wanafuatwa pale Mheshimiwa Rais na vikosi vya wanauchukuzi, the Kenya Army Corps of Transport. Mheshimiwa Rais ndio wanahusika katika kuwasafirisha wanajeshi wetu na hali kadhalika vifaa na mizigo yao wanapoenda vitani na pia wakati ya mazoezi ya kivita. Wanayo magari ya kusafirisha wanajeshi, wako na magari ya kusafirisha mizigo, wanaweza pia kusafirisha vifaa vizito kama vile vifaru ama magari ya wahandisi. Kauli mbiu yao ikiwa we move the army, tunalisafirisha jeshi, na mara nyingi hutukumbusha ya kwamba nothing moves until something moves. Wanafuata hapa sasa Mheshimiwa Rais na vikosi vya wahandisi wa umeme na mitambo, the Kenya Army Corps of Electrical and Mechanical Engineers. Hawa husaidia kukarabati vifaa vya kijeshi ili kuhakikisha kwamba wakati wowote ziko katika hali shwari ya kazi, na utueleza kwa kauli mbiu yao kwamba technical excellence is their commitment. Wanafuatiwa na watunza rasilimali, the Kenya Army Ordnance Corps. Hawa ndio wapa wanajeshi wetu chakula, risasi, mavazi, vitu ambazo tusipopata kwenye vita vitatatizika. Na pia wako na magari muhimu ya kuharibu makombora yaliyotegwa. Wako na electronic ordnance disposal vehicles. Tunaona moja pale ikipita ambaye yuko na wahandisi spesheli wa kuvipata na kuvilipua vilipuzi vile, including IEDs. Wanafuata Mheshimiwa Rais matabibu wa kijeshi,
the Kenya Army Medical Corps wakiletea deraya ama Armored Personnel Carrier Ambulance. Matibabu wetu wapa wanajeshi wetu matibabu na pia wafunza wanajeshi kutoa huduma ya kwanza ili kuwasaidia wenzao. Wako pia na mobile theater inawezesha huduma ya surgery kutolewa wakati ya vita. Bila shaka jeshi lenye afya ndio msingi wa taifa. Kauli mbiu ya watabibu wetu ni utabibu bora. Wanafuatiwa sasa Mheshimiwa Rais na vikosi vya kudhibiti majanga, the Disaster Response Battalion, ambao husaidia wananchi majanga yanapotokea kama vile kubomoka kwa manyumba, ajali za barabarani, mafuriko, mioto na kadhalika. Wako pia na magari spesheli ya kudhibiti hazardous material kama vile kemikali. Wanafuatiwa hivi sasa na kikosi cha Defense Forces Constabulary ambao hukabiliana na majanga ya moto, na tunaona pale wakipita na zimamoto zao. Defense Forces Constabularies with their fire fighting equipment, na pia kuna gari speciali linalotumika wakati wa majanga ili kutoa huduma ya kwanza na pia huduma ya kisaikolojia, kuhakikisha kwamba watu wanapona tu, sio kiwiliwili tu, bali pia wanapata tulizo la akili. Mheshimiwa Rais, sio kawaida kuona wanajeshi wetu wa majini, the Kenya Navy, wakitembea, lakini leo tunawapata wanatembea hapa ardhini wakituletea mashua aina ya Zodiac. Pia wako na mashua aina ya M-Shark, na pia wako na mashua ya Milpro. Wanajeshi hawa hutumia mashua hizi kuhakikisha kwamba bahari zetu ziko salama. Tunaona pale wapiga mbizi, the deep sea divers, ambao husaidia katika kuokoa maisha wakati tunapata majanga ya baharini. Wanapita sasa vikosi za mbwa wa kivita, the Canine Regiment, ambayo wako na magari speciali ya kuwasafirishia mbwa ambao hutumika katika kufichua vilipuzi, silaha na pia risasi walipozificha magaidi, kauli mbiu yao ikiwa agility and precision. Mwisho, kikosi cha polisi wa kijeshi, the Military Police Corps, kitengo cha Provost Protection Unit, ambao hudumisha nidhamu jeshini na vile vile wachunga watu mashuhuri, kauli mbiu yao ikiwa by example shall we lead. Na hapo tunatamatisha. Mheshimiwa Rais, nampisha mwenzangu aweze kuendelea. Mheshimiwa Rais, mbele ya jukwaa na zinapita pale kulia ni ndege za jeshi letu la wanahewa. Kikundi cha kwanza ambacho kimekushapita kilikuwa ni cha ndege aina ya Grob, ndege zinazotumika kuwapa marubani wetu mafunzo kiwango cha msingi, basic trainer. Hivi sasa zinapita ndege ikiongoza pale katikati, ndege aina ya Y-12, kushoto kulia ikisindikizwa na ndege aina ya Skytrack. Ndege hizi ni za uchukuzi, hubeba wanajeshi kutoka sehemu moja hadi nyingine. Katikati ndege ya Y-12, kushoto kulia ndege aina ya Skytrack. Kikundi cha tatu kinaingia hivi sasa kikiongozwa na ndege aina ya Dash 8, kushoto kulia ikisindikizwa na ndege aina ya Spartan.
Ndege aina ya Dash 8 hubeba abiria mashuhuri na pia wanajeshi kutoka sehemu moja hadi nyingine. Ndege aina ya Spartan hubeba mizigo mizito na vile vile hubeba wanajeshi wengi na kwa pamoja. Kikundi cha 4 kinaingia kwa utaratibu. Kikundi cha ndege aina ya Tucano zikionyesha moshi mweupe, ishara yake kwamba anga la nchi yetu Kenya liko salama. Ni ndege zinazotumiwa kuwapa marubani wetu mafunzo kiwango cha juu, advanced trainer. Ni ndege aina ya Tucano. Hivi sasa, Mheshimiwa Rais, zinafuata ndege zetu za kivita, ndege aina ya F5. Desturi yake mwendo wa kasi. Tazama zinavyoingia katika Arrowhead formation kwa maridadi. Tazama mwendo wa kasi. Tafadhali tuwapigie marubani wetu makofi. Ndege hizi za kivita zitafuata moja kwa nyingine, zikituletea mizunguko ya kulia, ya kushoto. Tutaona wakiweza kupaa juu hata zaidi, kuonyesha jinsi ndege hizi hukabiliana na adui kule angani na pia ardhini. Marubani wetu wakiwa wamehitimu kiwango cha juu zaidi, hivyo wana ujuzi usiokithiri angani. Ni ndege zetu aina ya F5. Inakuja ndege ya kwanza. Tazama, inakuja kisha paa juu. Ni katika vertical roll. Tumpe makofi. Rubani wetu changilie. Ndege ya pili vile vile inaingia mwendo wa kasi. Tazama vile atafanya paa juu zaidi, kisha anarudi alipotoka. Ndege ya tatu vile vile paa juu, mizunguko ya kushoto. Ndege ya 4 inapaa juu zaidi na kurudi alipotoka. Tuzidi kushangilia marubani wetu. Inaingia ndege ya 5. Tazama anavyopinda kulia kushoto, mwendo ukiwa wa kasi. Zinakuja ndege hizi kutufungia onyesho lao kwa pamoja, kisha kila moja kuelekea njia yake. Kwa heshima tuwape makofi marubani wetu. Kinafuata ni kikundi cha ndege aina ya Tucano kwa mara ya pili. Tofauti na mara ya kwanza, zinaingia kwa mwendo wa kasi, zikileta mizunguko. Tazama wanavyofanya, kila moja njia yake, wakizidi kuonyesha moshi mweupe. Aliyetoka mahali alipotoka, kumbuka kwamba anapopinda rubani pia yuko ile position. Inafuata hivi sasa ni helikopta aina MI-171E ikizinikizwa kushoto kulia na ndege za mashambulizi aina ya Cobra. Ndege aina ya MI husafirisha abiria mashuhuri na vile vile wanajeshi kutoka sehemu moja hadi nyingine. Nazo helikopta aina za Cobra ni helikopta za mashambulizi. Inafuata hivi sasa ni helikopta aina ya Hiwi ikisindikizwa kulia na helikopta za mashambulizi aina ya MD-530 kutoka jeshi letu la nchi kavu. Katikati helikopta Hiwi, kushoto kulia MD-530. Mheshimiwa Rais, kutufungia tamasha la ndege siku ya leo ni helikopta aina ya Puma, kushoto kulia helikopta za mashambulizi aina ya Fennec. Inalipeperusha bango
linalosema God bless Kenya, Mungu ibariki Kenya. Makofi kwa marubani. Basi Mheshimiwa Rais, na huo ndio mwisho wa tamasha zetu za kijeshi kwa pamoja. Ningependa kuwashukuru waliofanikisha makala haya, Flagstaff wetu Meja Ismail Olwal, Meja Peter Msumba Etiang, Defense Forces Sergeant Major 1 Elijah Aspro Koranga,